Ama huku nunua mlipata vipi? Na katika zile investigations zetu ambazo tumefanya zile kidogo tu ile tumekuwa hapa na umeona tuko hapa tumeyote iko hapa, commissioners wote wako hapa siku ya leo. Tumeweza kupata kuwa kuna watu wako na beacon ndani ya maji. Sasa kila mtu anasongea polepole tu kuendelea towards his beacon. Sijui kama mnaelewa ile kitu inaelekea. Kuna hapo kuna beacon ndani ya maji. Mkiangalia hizi maps naweza kumuelezea, mtaona kuna plots ndani ya maji. Na mkiangalia katiba yetu kipengele cha 62 ambacho kinaangazia mambo ya shamba la umma, na ukiangalia Land Act 2012 kipengele cha 12 inasema sehemu kama hizi haziwezi kupewa watu binafsi. Hizi sehemu haziwezi kuwa allocated kwa mtu yeyote. Hiyo ni sheria kwanza, mkiangalia vizuri nasema hivyo. Sasa sisi kama tume ya taifa tumeshangaa tunaona beacon ndani ya maji. Unajua siku nyingine tulikuwa tumesikia hizo story tukiwa Nairobi tukashangaa beacon itakuwaje ndani ya maji. Lakini sasa tumeona beacon iko ndani ya maji. Lakini mtu atasema ati mbona mfanyi kama Netherlands? Hatujafika kiwango hiyo. Sisi hapa bado tuko katika line nyingine tofauti. Na mwenzangu ambaye anashughulika na mambo ya natural resources anaweza kuongea kuhusu hiyo, mbona hatujafanya hivyo. Lakini kwa wakati huu lazima tuzingatie mazingira zetu yawe sawa. Na mkikumbuka hapo nyuma Mombasa, kiziwa cha Mombasa ilikuwa kiziwa, lakini sasa hivi vile naona kama watu wamejaza hiyo sehemu ya maji, sasa iko continuous. Mombasa ilikuwa kiziwa na ilikuwa recognized na UNESCO as a World Heritage Site. Sasa tukianza kubadilisha hiyo maneno tutatolewa katika World Heritage Site pia. Na hiyo pia iko na mambo yake pia. Tutaumia kiasi kingine pia upande mwingine. Lakini kwa siku ya leo sisi kama tume ni kuangalia ni vipi watu waliingia sehemu hii wakaanza kujaza sehemu ya bahari, na ilikuwa vipi watu wakapewa title deed ndani ya bahari. Hiyo ndio kitu tumetuma hapa kama tume, na hiyo ndio mambo tunakagua wakati huu.